Unapoumwa kichwa na dawa unayohitaji inapokosekana, hali inakuwa ngumu zaidi. Kwa haraka watu wengi hukimbilia kutumia madawa ya kutuliza maumivu, dawa ambazo si mara zote na wakati wote tunaweza kuzipata. Lakini unafahamu kama ipo njia nyingine inaweza kuwa tiba bila kutumia madawa? Ukizingatia kuna tafiti zimefanyika na kugundulika kuwa watu wengi wamekuwa mateja wa madawa ya kutuliza maumivu baada ya kuyatumia kwa muda mrefu. Njia hiyo ya kupona maumivu ya kichwa bila dawa inaitwa acupressure. Na leo nitakuelezea kuhusu njia ya kupona kichwa kwa haraka bila kunywa dawa, na kwa hakika itakusaidia kuondoa maumivu ya kichwa kwa haraka na kwa usahihi. Naomba maoni yako katika comment juu ya tiba hii. Pia naomba like video yetu kama support yako. Itasaidia sana kukuza channel yetu. Acupressure ni sayansi ya kale ya uponyaji iliyotokea katika matibabu ya asili katika tamaduni za Kichina. Huko barani Asia wengine wanaita Qigong na Tuina, lakini kwa Japan inajulikana kama Shiatsu. Tiba hii inahusisha kushinikiza baadhi ya sehemu maalum za mwili, sehemu zinazoitwa acupoints, ambapo ukigusagusa hizo sehemu katika mwili wako itakusaidia kuondoa maumivu ya kichwa kwa muda mfupi. Lakini pia huondoa maumivu ya misuli, kusaidia mzunguko wa damu mwilini na kusaidia kuondoa athari zinazosababishwa na chemotherapy. Kama ulikuwa ufahamu, acha nikujuze. Chemotherapy ni matibabu wanayopewa wagonjwa wa saratani, ambapo athari zake zinaweza kuwa kama kukosa usingizi, kuhisi kichefuchefu mara kwa mara, kupata uchovu na kupata shida katika kupumua. Lakini pia matibabu hayo yanaweza pelekea athari za muda mrefu kama magonjwa mapafu na kadhalika. Hivyo njia ya acupressure imekuwa ikitumika na watu wengi duniani kukabiliana na athari kama hizo. Uzuri wa acupressure ni kuwa unaweza ifanya nyumbani, si lazima uwe hospitalini wala si lazima uwe mbobezi wa masuala ya tiba. Acupressure imetumika kwa maelfu ya miaka huko China. Kanuni zake ni kama za kufanya acupuncture, ambayo wengi wetu tumejulia kwenye filamu mbalimbali za Kichina. Sana sana pale mhusika anapopata majeraha makali, basi kuna kibabu kimoja kinatumia njia ya kitamaduni ya kuchoma sindano mwilini. Njia hiyo huitwa acupuncture na kutumika katika kumponya mtu. Ni ajabu ila inafanya kazi. Na japokuwa sayansi imeshindwa kuthibitisha mengi juu ya mbinu hii, lakini wamethibitisha ukweli kuwa imesaidia watu wengi kwa haraka na bila athari yoyote. Njia zote hizi, yani acupuncture na acupressure, husaidia mwili kuwa katika hali ya utulivu, lakini muhimu zaidi ya yote, kutibu maradhi mbalimbali yanayokumba mwili. Kama nilivyosema awali, njia hii inahusisha pointi maalumu za mwili ziitwazo acupoints, na unaweza ziita acupressure points, na pointi hizo ni kama zile zinazotumiwa katika mbinu ya acupuncture. Na ndio maana wakati mwingine acupressure hudhaniwa kuwa ni mbinu ya acupuncture isiyohusisha matumizi ya sindano. Katika mwili wa binadamu kuna kitu kinaitwa meridians. Tafsiri yake ni njia au vimfereji visivyoonekana ambavyo vinapitisha nishati ya muhimu au force ya uhai inayoitwa chi. Inaaminika meridians au njia za kupitisha nishati ya uhai zipo 12. Na njia hizo zimetengeneza network na organ maalumu ambazo zinaendesha mfumo wa mawasiliano katika mwili mzima. Hizo meridians zinaanzia katika ncha ya kidole, kutengeneza mawasiliano hadi kwenye ubongo na kujiunganisha na organ maalumu inayohusika na meridian maalumu. Endapo moja kati ya njia 12 za nishati ya uhai ikijifunga, ndipo maradhi yanapoweza kutokea. Acupuncture na acupressure ni moja kati ya njia za matibabu ya kitamaduni za Kichina zilizothibitika kutengeneza au kurudisha mawasiliano kwa njia zilizojifunga, na kwa hivyo kuponya magonjwa bila matumizi ya madawa. Sasa swali la muhimu na swali lengwa la makala ya leo ni acupressure inafanyika vipi hadi usisikie maumivu ya kichwa, na ni vipi inaweza kuondoa maumivu mengine mbalimbali ya mwili kwa muda mfupi. Mtu anayefanya acupressure hutumia vidole vyake, viganja, kiwiko na hadi mguu, japo wengine hutumia kifaa maalumu kutengeneza pressure kwenye acupoints zilizopo katika meridians za mwili wa binadamu. Na kwa wakati mwingine tiba hiyo hufanyika kwa njia ya kumfanyia mtu massage kwa lengo la kuponya maradhi mbalimbali na kutengeneza afya katika mwili.
Mtu anatakiwa kulala juu ya meza ya massage na mwingine atakayemfanyia massage anakuwa anabonyeza au kugusagusa acupoints. Na kwa uponyaji wa maumivu ya kichwa, massage unayohitaji ni ya wastani wa sekunde 30 hadi dakika 1 tu, na kichwa kitapona ukiwa bado upo katika zoezi la kufanya massage, au dakika 5 hadi dakika 10 baada ya kumaliza. Kuna jumla ya pointi 6 zinazotumika ili kuondoa maumivu ya kichwa kwa urahisi na kwa haraka. Pointi hizi ni kama zifuatazo. Pointi ya kwanza inaitwa Yin Tang Point. Kwa jina lingine inaitwa pointi ya jicho la tatu au Yin Tang. Inapatikana kati ya nyusi ya jicho na jicho, katika sehemu ambayo kidaraja cha pua kinakutana na paji la uso. Unachotakiwa kufanya ni kugusa sehemu hiyo na kuanza kuifanyia massage. Itasaidia kuondoa maumivu ya kichwa, na pia pointi hiyo inahusika na kuondoa uchovu. Pointi ya pili inaitwa Zanzu Point. Hizi pointi zinapatikana katika sehemu za ndani za mwisho wa nyusi. Unatakiwa kupafanyia massage kwa dakika 1 kwa kubonyeza au kuzungusha kidole kama unatengeneza mduara. Na baada ya hapo mtu anayeumwa kichwa atajisikia vizuri kabisa. Kufanya massage mahali hapo pia kunasaidia kuona vizuri kwa watu wenye matatizo ya macho. Pointi ya tatu inaitwa Yin Yang Point. Hizi pointi zinapatikana katika pande zote za matundu ya pua na rahisi kuona kama ukichora mstari wa jicho linapoanzia hadi chini ya pua. Unatakiwa ufanye kama unapakanda, na vidole vikishuka kuziba vishimo vya mashavuni hadi kugusa mifupa ya mashavuni. Hii sio tu inamaliza maumivu ya kichwa, bali hupunguza maumivu ya meno, stressi na kadhalika. Pointi ya 4 inaitwa Tianzu Points. Hizi ni pointi 2 zinazopatikana nyuma ya kichwa katika usawa unapoishia sikio na unapoanzia uti wa mgongo. Ukifanyia massage katika pointi hizo, sio tu utajiponya maumivu ya kichwa, lakini pia maumivu ya masikio na macho. Pointi ya 5 inaitwa Shuangu Points. Pointi hizi zipo sentimita 2 hadi 3 kutoka mwanzo wa mstari wa nywele zinapoanzia. Unatakiwa utafute dimples katika eneo hilo, eneo ambalo linajulikana kama temporal area, likiwa na sifa ya kuhifadhi maumivu. Unatakiwa uweke vidole vyako mahali hapo na kuanza kupafanyia massage. Baada ya muda mfupi, mbinu hiyo itakuondolea maumivu ya kichwa kwa haraka. Pointi ya 6 inaitwa Hegu Point. Pointi hii ipo katika kiganja cha mkono wako, inapatikana katikati ya dole gumba na kidole kinachofuatia. Ukipafanyia massage katika sehemu hiyo, itasaidia kumaliza maumivu ya sehemu mbalimbali za mwili, ikiwemo uti wa mgongo, jino pamoja na maumivu ya kichwa. Nimejaribu mbinu zote hizi na zimenisaidia. Vipi kuhusu wewe? Tunatamani kupata maoni kutoka kwako. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, bofya alama subscribe. Kujipatia sasa kitabu cha sayansi ya tiba asili na lishe kwa afya kudumu. Dunia ya magonjwa haiko mbali, lakini afya yako iko mikononi mwako. Hiki ni kitabu kinachokupa maarifa ya kina kuhusu tiba asili na lishe bora ili kusaidia kudumisha afya yako kwa muda mrefu. Sayansi ya tiba asili na lishe kwa afya kudumu ni mtaala wa kisasa na wa kiasili wa kutibu magonjwa kuambukiza na yasiyo kuambukizwa. Iwe ni kisukari, shinikizo la damu, bawasili, ukimwi, ugumba, utasa, vidonda vya tumbo au magonjwa mengine zaidi ya 400. Kitabu hiki kinakupa ufumbuzi wa asili na kinahitaji pia tukuweka juhudi za kweli katika afya yako. Unataka kujua jinsi ya kuishi bila kutegemea dawa za kemikali? Kitabu hiki kimejaa maarifa kuhusu miti shamba, virutubisho vya asili na mbinu za asili za kuzuia magonjwa na kurejesha ustawi wa mwili wako. Utajifunza jinsi ya kutunza mwili wako kwa njia ya asili na lishe bora ili kufikia afya kudumu. Ugonjwa hauna haja ya kuwa kikwazo. Kama unataka kufahamu jinsi ya kujikinga na magonjwa sugu kama vile kisukari, bawasili, ACD, shinikizo la damu na vidonda vya tumbo, hiki ni kitabu utakachotaka kuwa nacho. Hakuna sababu ya kudumu kwenye magonjwa ambayo yanaweza kuepukika au kutibika kwa njia rahisi za asili. Kama umeshawahi kuuliza kama tiba za asili zinafaa, basi sasa ni wakati wa kupata jibu. Pata kitabu hiki na fahamu mengi zaidi, sayansi ya tiba asili na lishe kwa afya kudumu, ili kuishi maisha yenye furaha na amani zaidi. Kumbuka, ilinde afya yako kipaumbele, ama ipe afya yako kipaumbele, na kitabu hiki kitakupa maelekezo sahihi kabisa jinsi ya kukipata. Kumbuka, piga simu sasa 0625 522505. Kinapatikana Arusha, Tanzania, ila kinatumwa popote pale duniani. Bei ya kitabu ni shilingi 40,000 tu. Kimeandaliwa na Dr. Ilakoze.